Hili jambo ingine ambayo inafanyika ya kuteka nyara vijana wetu. Tulimsikia rais mwenyewe akisema hiyo kitu iko na itakoma. Alafu walipoenda pale Bungoma, Mheshimiwa Ichung'wah with no shame anasema Rigathi ndiye anafanya utekaji nyara. Mzee mwingine sijui ni uzee ama ni nini namsumbua, akasema watu wanajiteka nyara kwa sababu ya siasa. Sasa kijana ajiteke nyara, ajiue na ajitupe kwa mtaro. Hii ndio mambo ile tunasema this is not the government I voted for. Alafu tunaambiwa ati tufunze watoto, tuamfunze tabia mzuri. Na ile ni ile simu yake yako naye, ati anachora cartoon. Cartoon inafanya mtoto umesomesha akamaliza university au wawe. These killings must stop. Na wale ambaye wapendetekwa nyara na hawajapatikana mauti ama wakiwa wazima, we want them. Aka watoto wetu wawache kuuawa kiholela. Hiyo cartoon anachora ni ile mnasema content creation. Akiko-create, tumecreate ya Moi, tulicreate ya Kibaki, tulicreate ya Uhuru, na hakuna yule aliua watoto. You cannot tell us that the police is independent when we know it is the government that is behind these killings. Kuna wale watu hawakuchagua Ruto, hawa wamelete. Hao ndio wanapata forms ya kuajiri walimu. Hao ndio wanapewa chakula wapeleke kwao, ndio wanapewa pesa ya Christmas. Na sisi ambaye tulimchagua tunaambiwa sisi ni watu wakachagua. Kwani ukachagua amekuwa nini? Mimi nashindwa la kusema juu ya hii serikali. Sababu tuliamini, tukaiamini, tukachaguana. Lakini ukiniuliza, ninaona kama ilikuwa strategy kuanzia hapo mbele ya kwamba tumpitishe rais wetu kisha wachane na sisi. Chagua. Ulitoa pesa rais wetu, ukahonga wabunge, wakamtoa na ameenda. Tafadhali muachilie atembee Kenya. Hii mradi ya shisha, shasheshi, whatever it is. Alisimama akasema tulipigia kura, kwani tulipigia kura kitu hatujui. Kusema kweli, tulikuwa PG inaitwa parliamentary group hapa Naivasha. Na vile tuliambiwa ama ile ilikuwa ni kwamba wale watu wanapata mshahara mkubwa ndio wataongeza matoleo ndio tuhudumie wale hawana. Sio ni sababu ya kutosha. Hata lakini tukuambiwa ya kwamba ni wananchi, kila mtu ndiye anatozwa kodi. Hii mambo ya nyumba akatuambia ni kazi. Kuna nyumba zinajengwa na hiyo ni kazi kwa vijana, ni sawa. Lakini nyumba ikijengwa ikamilike, si inaisha alafu maneno hiyo inakwisha. Hapo kuna kazi ya kuendelea. Hii pesa tunatozwa kodi, kila mtu ambaye ako na payslip, hujui hii nyumba utapewa gani, hata unanunua nini, yani kila kitu ni mbio. Kuna wale tulipeleka pale wapore pesa
ama wafanye biashara na serikali, na ndio kina hao Ichung'wa. Ichung'wa amekula, ameshiba, sasa na tutapikia kwa viatu. Juzi nilipigia PS wa education, nikamwambia shule kama 10 za Gilgil hazijapata darasa ya grade 9. Mumesema mumeweka kwa program lakini hakuna pesa. Hawa watoto watasomea nje ya mti ama watasomea wapi? Tuombe kwamba tuongee mambo ambayo ni ya ukweli. Tukisema tunajenga darasa, mimi ningesema hizo madarasa na hiyo development ingekuja kwa CDF. Mheshimiwa Jane, ungejua vile utajenga darasa, mimi ningejua vile nitajenga madarasa, watoto wetu waweze kupata kwa kusomea na madarasa yakuwe yako sawa. Tumeweka sheria za kutosha. Wale ambao wamekosea, sababu tumeweka sheria za kutosha, kama mtu amekosea ashikwe, apelekwe kotini, aandikishiwe mashtaka, lakini asikosekane. Sababu akikosekana inaleta wasiwasi. Mama anakaa nyumbani hajui mtoto wake ako wapi for a month, hawezi kuwa na amani. Hiyo sheria iko, wacha nao judiciary wafanye yao. Mtoto akija mbele yako kama amekosea na sheria iko, we must take a responsibility. Na vile president ameambia watu kwamba hizi abductions zitaisha, tunatumai zitaisha, sababu that is not the way to rule ama to lead a country. Hiyo si haki, na the reason hata sisi tulisimama, ukiona tukisimama na Gachagua personally, ni sababu haikuwa haki. Kama ingekuwa haki labda tungesema yes, lakini haikuwa haki. Musi give up na nchi yetu. Vile mumeombea viongozi hapa, hata sasa musichoke.